atakayepokea akaamini na akabatizwa ataokoka. Ndio maana leo kwa ratiba njema kama hii tumefika viwanja vya Kanyableza ili kukuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Tumemwona Mungu katika viwango mbalimbali, katika mahali mbalimbali tumekwenda. Tumemwona Yesu akitenda makuu. Tumemwona Mungu akifungua watu. Tumemwona Mungu akiokoa watu. Tumemwona Mungu akiponya watu. Tumemwona Mungu akiinua watu walio wanyonge. Hata leo tumemleta Yesu viwanja hivi. Ukimpokea na kumkubali, yuko tayari kutenda yaliyo makuu. Mpe Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ongeza shangwe na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo nakuletea habari za Yesu kutoka kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Sura ni ya 8, utanisomea mstari wa 11. Alafu ukimaliza mstari wa 11, utaanzia mstari wa 2, utaenda mpaka ule wa 11. Jumbe wangu utatoka hapo. Natamani nikushirikishe maneno haya ambayo Mungu ameweka kinywani mwangu leo, ya kwamba nizungumze na watu, nizungumze na akina baba na akina mama. Kumbuka Yesu alikuja si kwa ajili ya watu wa rika moja. Anawahitaji wazee, anawahitaji vijana, anawahitaji watoto, anawahitaji akina mama, anawahitaji akina baba, ili akawapumzishe mizigo yao, akawaponye na kuwafungua. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Somaji wangu tafutie Yohana, Injili ya Yohana sura ya 8 na mstari wa 11. Alafu ukimaliza kusoma mstari wa 11, utaanzia mstari wa 2, utaenda mpaka wa 11, na utakuwa ujumbe wangu wa leo. Karibu msomaji. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma. Ndio. Yohana sura 8 mstari wa 11. Ndio. Akamwambia. Yesu akamwambia, hakuna Bwana. Hakuna Bwana. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia huyu mtu, wala mimi sikuhukumu. Wala mimi sitakuhukumu. Enenda zako. Enenda zako. Wala usitende dhambi tena. Lakini usitende dhambi tena. Rudia tena 11. Akamwambia hakuna. Yule mwanamke akamwambia Yesu, hakuna hata mmoja. Akamwambia hakuna Bwana. Ndio. Yesu akamwambia. Yesu akamjibu yule mama, wala mimi sikuhukumu. Hata mimi Yesu sitakuhukumu katika jambo hili. Enenda zako. Enenda zako. Wala usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Mstari wa 2. Hata asubuhi kulipokucha. Ndio. Akaingia tena hekaluni. Yesu akaingia hekaluni kusali. Na watu wote wakamwendea. Na watu wakamfuata Yesu. Naye akaketi. Yesu akakaa mahali fulani kwenye hekalu. Akawa akiwafundisha. Akaanza kuwafundisha watu habari za ufalme wa Mungu. Mstari wa 3. Ndio. Waandishi na Mafarisayo. Watu wa dini, waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke, wakaja kwa Yesu akiwa na mwanamke ambaye alikuwa amefumaniwa akifanya uzinzi. Aliyefumaniwa katika uzinzi. Ndio. Wakamweka katikati. Wakamweka katikati pale hekaluni. Wakamwambia. Wakaanza kumwambia Bwana Yesu, Mwalimu. Ndio. Mwanamke huyu amefumaniwa. Huyu mwanamke tumemkamata ugoni, amefumaniwa akiwa na mume wa mtu alipokuwa akizini. Ndio. Basi katika Torati. Ndio. Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Ndio. Nawe wasemaje? Yesu anamwambia kwamba watu wa jinsi hii ambao wamekuwa wakifanya zinaa, tumekwisha kuagizwa katika Torati kwamba watu wa jinsi hii hawastahili kuishi, wanatakiwa kupigwa mawe hata wafe. Nawe Yesu unasemaje katika hili? Nao wakasema neno hilo ili wakimjaribu. Ndio. Ili wapate sababu ya kumshtaki. Ndio. Lakini Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake katika nchi. Ndio. Nao walipozidi kumhoji, alijiinua akawaambia. Ndio. Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu. Ndio. Na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Ndio. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Ndio. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamira, wakapata mashtaka ndani ya mioyo yao. Wakatoka mmoja mmoja. Wakaanza kutoroka mmoja mmoja. Wakianzia tangu wazee hata mwisho. Kuanzia wazee hata watoto. Akabaki Yesu peke yake na yule Yesu akabaki peke yake na yule mama aliyeletwa kushtakiwa kwa Yesu.
amesimama katikati. Ndio. Yesu akajiinua asimuone mtu. Ndio. Ila yule mwanamke Yesu akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Wako watu ambao wamekuja kushtaki mahali hapa. Je, hakuna aliyekuhukumu? Je, hakuna aliyekuhukumu hata mmoja kuwa na hatia? Ndio. Akamwambia, Yesu akamwambia, hakuna Bwana. Mwanamke akasema, hakuna aliyenihukumu hata mmoja. Yesu akamwambia yule mama, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako. Wala usitende